Na ndugu mtazamaji wa Ncha Digital, tunakualika tena kwa mazungumzo mengine, na sasa tutakuwa tunaangazia taarifa ambazo zimetokea ndani ya juma hili kuhusiana na kuuawa kwa mtoto wa Muammar Gaddafi. Iliripotiwa kwamba Saif al-Islam Gaddafi, mtoto wa pili wa hayati Muammar Gaddafi, rais wa zamani wa Libya, ameuawa, na aliuawa nyumbani kwake nje kidogo ya mji mkuu wa Libya, Tripoli. Na kifo hiki maana yake rasmi kinazima ndoto na matumaini za wana Libya za kurejea kwenye maisha yale ya zamani waliokuwa nayo kabla ya kufa kwa Muammar Gaddafi, kwa sababu Saif al-Islam anatajwa kuwa mwanasiasa ambaye alikuwa anakuja kuchukua hatamu, alikuwa na ushawishi mkubwa na huenda angeweza kuwa rais wa Libya, na Libya ilikuwa inajiandaa kwenda kwenye uchaguzi mwaka 2027, na yeye alikuwa na ushawishi mkubwa wa kugombea nafasi hiyo. Sasa hili linabaki kuwa kama somo kwa sisi nchi zetu hizi zinazoendelea na hizi nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, kwa sababu maisha ambayo wana Libya wanayapitia kwa sasa ni maisha ambayo magumu sana, ukizingatia kabla ya kifo cha Muammar Gaddafi, katika utawala wake Libya ilikuwa ni moja ya mataifa ambayo yalikuwa na maendeleo makubwa sana, huduma bure za elimu, huduma bure za afya, maji na umeme kwa gharama nafuu. Lakini Libya ilikuwa inatoa huduma za makazi kwa watu ambao kwa gharama nafuu sana, kwa maana ya huduma za nyumba. Lakini ndoto za Muammar Gaddafi kuiunganisha Afrika zilikuwa za kiwango kikubwa sana. Alilenga kuifanya Afrika kuwa na sarafu moja, kuwa na jeshi moja lenye nguvu, lakini alijielekeza pia kuifanya Afrika kuwa na benki ama taasisi za kifedha ambazo zitakuwa mbadala wa mabenki ya kimataifa kama IMF na World Bank. Sasa kuwepo kwa ndoto kama hizi kwa rais wa Libya ndiko ambako kulifanya sasa mataifa ya magharibi na Ulaya kumwandama rais Gaddafi na kumuua. Na utakumbuka Gaddafi alikuwa na uhusiano mzuri na nchi za magharibi, hasa Ufaransa. Na nimekumbuka moja ya kauli ya mwanafalsafa mmoja aliyesema ni hatari kuwa adui wa Marekani na nchi za Ulaya, lakini ni hatari zaidi kuwa rafiki wa Marekani na nchi za Ulaya. Hiko ndicho ambacho kimejidhihirisha baada ya urafiki na ukaribu wa Muammar Gaddafi na baadhi ya viongozi kutoka katika nchi za Ulaya, hususan rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy, ndio uliomfanya sasa hivi kuwa katika mauti, kwa sababu inatajwa mwaka 2007 Muammar Gaddafi alimsaidia rais Nicolas Sarkozy kiasi cha fedha kwa ajili ya kampeni, na inatajwa kiasi cha dola za Kimarekani milioni 66 sawa na euro milioni 50 hivi mpaka euro milioni 55, ambao ukizileta kwenye pesa za Kitanzania ni zaidi ya bilioni 155 za Kitanzania. Muammar Gaddafi alizitoa kutoka kwenye hazina na kumpatia Nicolas Sarkozy, rais wa zamani wa Ufaransa, wakati wa uchaguzi wa Ufaransa mwaka 2007, na zilimsaidia akashinda urais mwaka 2007. Lakini baada ya kushinda huo uchaguzi wa mwaka 2007, mwaka 2012 mpaka 2013 pale, wakati Muammar Gaddafi, kuanzia mwaka 2011 wakati vita vinatokea kule Libya, ni huyu Nicolas Sarkozy, jumuiya ya kujihami ya NATO, rais Barack Obama, ndio ambao waliongoza kampeni za kumuua rais Muammar Gaddafi. Kwa hivyo tunasema ni hatari kuwa adui wa mataifa haya, lakini ni hatari zaidi kuwa marafiki wa mataifa haya. Sasa kinachoendelea kwa sasa hivi, maana yake Libya, ndoto za kurejea kwenye ustawi ule wa zamani ndio umeangamia kabisa, kwa sababu Saif al-Islam, mtoto wa Gaddafi aliyeuawa na ambaye amezikwa tarehe 6 mwezi huu wa pili, ndio alikuwa matumaini ya mwisho kabisa ya wana Libya kurejea kwenye maisha yale ya zamani. Na kwa hivyo ni hali ambayo imeleta simanzi na inabaki kuwa fundisho kubwa kwetu sisi kutoka kwenye nchi zetu zinazoendelea za kusini mwa jangwa la Sahara, kutoshawishiwa kirahisi na wanaharakati mbalimbali na mataifa haya ya magharibi
ambayo hayatamani kuona tukifikia mafanikio ya kiuchumi kama ambapo Libya walikuwa tayari wameafikia na walikuwa wanakwenda kuunganisha Afrika mzima. Na ikumbukwe Libya kwa sasa ina hali mbaya kwa sababu sasa hivi Libya inaongozwa na serikali mbili. Kuna ile serikali iliyopo Tripoli inaongozwa na waziri mkuu, na serikali iliyopo Benghazi inaongozwa na Jenerali Khalifa Haftar. Maana yake nchi moja inatawala mbili. Hakika ni kipindi kigumu na itachukua muda mrefu sana kwa Libya kurejea kama ambako ilikuwa hapo awali. Kwa hiyo inafikia tamati kwenye kipindi chetu. Nikushukuru sana kwa muda wako na nikutakie siku nzuri. Asante sana.